Jumatatu, marehemu Wafula Chebukati alihitimisha kipindi chake cha kuhudumu kama mwenyekiti wa tume ya IEBC. Zaidi ya miaka miwili sasa, taifa halijakuwa na tume kamili ya uchaguzi, hali iliyonyima baadhi ya maeneo haki ya uwakilishi katika mabunge tofauti miongoni mwa mengine. Kumekuwa na vuta ni kuvuta baina ya serikali na upinzani kuhusiana na kubuniwa kwa kamati ya uteuzi katika majukwaa tofauti hadi mahakamani. Naona vile William Ruto amechagua majina ambayo amepeleka kwa bunge ili waidhinishwe kama makamishna mpya wa tume ya uchaguzi. Huwezi kuwa wewe ni mchezaji na unachagua wewe referee yako. Haiwezekani. Hatimaye jopo lilibuniwa chini ya uongozi wa Daktari Nelson Makanda. Jopo lilichukua mwezi na nusu kufanya usaili wa makamishna pamoja na mwenyekiti wa IEBC mpya. Tarehe 6 mwezi huu, majina ya waliopendekezwa yaliwasilishwa kwa Rais William Ruto. Siku mbili baadaye, Rais Ruto alimwandikia spika wa bunge la kitaifa kuhusiana na aliyowapendekeza kuwa makamishna. Majina hayo 7 yakiibua maswali miongoni mwa Wakenya. Yule ambaye anachaguliwa kuwa chair apparently is a very close friend of Josphat Nanok, who is the deputy chief of staff in State House. Yule ambaye amechaguliwa kama IEBC chairman, yule ni mtu ambaye alipita ile mtihani, kwa sababu nimeona ile CV yake ni mtu wako na masters in. Isitoshe, upinzani ukiongozwa na Kalonzo Musyoka umemlaumu Rais Ruto kwa kukosa kuwahusisha katika shughuli hiyo ya kuwapendekeza makamishna hao. Nilimwandikia barua William Ruto, hajajibu. Nilimwandikia Raila Odinga kama prince wakati wa Nadico, nikamwandikia barua, sijapata majibu. Wakati nyinyi mlikuwa katika mamlaka na uhuru katika ile serikali ilipita, wakati mlikuwa mnaweka wale kina Charera na wenzake, ni siku gani mlimuuliza William Ruto? Kupendekezwa kwa Hassan Nuhu Hassan, ambaye jina lake lilikuwa miongoni mwa majina 6 zaidi yaliyoongezwa kwenye orodha ya waliohojiwa, siku 11 baada ya kamati ya uteuzi kuorodhesha wale waliotarajiwa kufanyiwa usaili. Walioteuliwa wanahitajika kuidhinishwa na bunge. Ratiba ya kuwahoji wateule ilipangwa kuwa Jumatatu, lakini mahakama imepiga breki kwa muda shughuli hiyo. Hatua hiyo inachelewesha zaidi uangaliaji upya wa mipaka ambao huwa na muda maalum. Kulingana na kifungu cha 89 kipengee cha pili cha katiba ya Kenya, tume ya IEBC itaangazia mipaka ya maeneo bunge kila baada ya miaka 8 na sio zaidi ya miaka 12. Mipaka ya maeneo bunge iliangaziwa mwisho mwaka 2012, Machi mwaka jana, ikiwa ni muda wa shughuli hiyo kuanza. Utata huo unaweza kutatuliwa tu na mahakama ya juu. Mbali na hayo, tume hiyo inasubiriwa na jukumu la kuandaa chaguzi ndogo katika maeneo tofauti nchini baada ya kutokea kwa vifo vya waliochaguliwa au kubatilishwa kwa ushindi wa washindi. Kufikia sasa jumla ya maeneo bunge ni 7: Gwasi, Magarini, Mbeere Kaskazini, Malava, Ugunja, Banisa na Kasipul hayana wabunge. Kuna wadi 4 hazina wawakilishi. Wadi hizo ni Kisa Mashariki, Shewana, Nyamai na Kariobangi Kaskazini. Kando na chaguzi ndogo na kuangazia mipaka, tume hiyo ya uchaguzi nchini vilevile inasubiriwa na usajili wa wapiga kura, wakati ambapo mamilioni ya vijana ambao hawajafurahishwa na uongozi wake Rais William Ruto wametakiwa kujisajili ili kushiriki uchaguzi ujao. Kulingana na tume hiyo, usajili wa wapiga kura hujafanyika tangu mwaka 2022, takriban bilioni 61 zikihitajika kufanikisha uchaguzi mkuu ujao, uchaguzi ambao unasubiriwa kwa hamu. Mojawapo ya changamoto zinazokumba IEBC ni ukosefu wa imani na tume hiyo miongoni mwa Wakenya. Hata kabla tume hiyo haijasukwa upya kikamilifu, tayari maswali yanaendelea kuibuka kuhusiana na uwazi wa uchaguzi nchini. It is my civic duty as a leader to remind IEBC, all agencies and institutions charged with election management, that they must deliver free, fair, verifiable and credible elections. Swala la ni lini uchaguzi mkuu unapaswa kufanyika pia linaonekana kuibua utata katika siku za hivi majuzi. Kulingana na katiba, uchaguzi unapaswa kufanyika kila Jumanne ya pili mwezi Agosti mwaka wa 5. Kulingana na kifungu cha 136 kipengee cha 2A
ya katiba ya Kenya, uchaguzi wa urais utafanyika siku sawia na uchaguzi wa wabunge, ikiwa ni Jumanne ya pili kila mwezi Agosti mwaka wa 5. Swala hilo limeibua mdahalo nchini, wakili Willis Otieno akidai kuwa uchaguzi unapaswa kufanyika mwaka 2026 na sio 2027 kulingana na katiba. Macho yote sasa yataangazia kamati ya bunge kuhusu sheria ikiongozwa na mbunge wa Tharaka George Murugara baada ya kizingiti cha mahakama kuondolewa. Je, kamati itawafanyia tathmini ya kisawasawa ama haitataka kwenda kinyume na matakwa ya Rais William Ruto? Je, kuendelea kuchelewa kubuniwa kwa IEBC mpya ni faida kwa nani? Je, upinzani utatimiza tishio lake la kubuni IEBC ya wananchi na kisha utakuwaje? Ian Keitani, runinga ya K24, Nairobi. Naam, japo jopo la uteuzi liliwasaili peupe wagombea wa ukamishena na wenyekiti wa IEBC watakochukua nafasi hizo lazima wawe weupe kama pamba katika majukumu yao. Katika kesi inayopinga usukaji upya wa tume ya IEBC unaoendelea, maswali yameibuliwa kuhusu ufaafu na uadilifu wa walipa. Imesalia takriban miaka 2 na miezi 3 mwaka 2027. Je, IEBC mpya ifanye nini ili kumbwa na mgawanyiko? Je, nini kitafanyika kuzuia hilo litokee tena? Je, kurekebika kwa mkama na kupiga kura katika chaguzi tofauti? Je, IEBC kihesabu na wengine wanahesabu itashuhudiwa tena? Teknolojia ya sasa imerahisisha na Kenya piga hatua kubwa katika matumizi ya teknolojia. Je, ni vipi teknolojia itatumika kuondolea shaka wapiga kura na Wakenya kwa jumla na kukuza sheria na masuala ya kisiasa zitatoa fursa gani za kuleta taifa pamoja katika kuheshimu desturi? Wanahabari wetu wanatangamana na wananchi maeneo yakiwemo Mombasa, Eldoret, Machakos, Kisumu, Murang'a na mada hii ya IEBC katika mezani. Vilevile tutakuwa na mahojiano hapa studioni. Usibanduke popote unapotazama. Mimi ni Daniel Kitu. Hujambo na karibu. Hii ni Studio A, mdahalo wa wananchi, yani the people dialogue. Katika Studio B tuko naye baadaye, na katika tuko naye Theo Masharia. Atatagusana nawe katika mitandao ya kijamii, atazisoma jumbe zako. Tutarejea nini upande wake? Tume mpya ya IEBC imeweza kusailiwa na inangoja tu kufikishwa ili kuketi pale ofisini na kuanza kazi. Lakini tu kabla ya kuanza kazi, maswali kadhaa yameibuliwa na baadhi ya wanasiasa kuhusu baadhi ya makamishna walioteuliwa na hata mwenyekiti wa tume hii mpya ya IEBC. Maswali yanaibuka kwamba baadhi yao wana uhusiano wa kikaribu na baadhi ya wanasiasa. Hivyo wanasiasa wamenena, mtazamaji, na leo ni siku yako wewe mtazamaji kama mpiga kura kulonga nasi. Swali letu la siku ya leo tunauliza, je, una imani na tume mpya ya IEBC kuweza kuendesha uchaguzi ulio wa huru na haki? Mtazamaji, wewe kama mpiga kura, swali letu siku hii ya leo tunauliza, una imani IEBC iliyoteuliwa itaendesha uchaguzi wa huru na haki? Kumbuka unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. X ni @K24TV na hata Kameme TV. Zaidi pia kuna nambari inayopita pale chini kwenye kiwambo cha runinga yako. Hiyo ni nambari yetu ya WhatsApp. Waweza pia kuzungumza nasi kupitia nambari hiyo. Kwako Kitu. Na asante sana Theo Masharia. Bila shaka atazisoma jumbe zako baadaye. Mdahalo wa wananchi, yani the people dialogue, sasa unaanza rasmi na haui mdahalo bila kuhusisha wananchi. Na moja kwa moja sasa tunaelekea katika kaunti nambari 21, kaunti ya Murang'a. Alfred Maina yuko ange kabisa kutueleza wakaazi huko Murang'a wanasema nini kuhusiana na mada hii.
Naam, tuko katika mtaa huo Murang'a ambako lengo kuu ni kuweza kusikia maoni ya wakazi. Tueleze kama wanapata vipi ya IEBC. Tueleze mnaweza kuona kama gani ambayo wanatarajia naweza kuandisha. Tueleze kwamba uchaguzi ambao unaweza katika maeneo ambayo sasa hivi hayana wabunge wala wakilishi wake. Kusikia wakazi hawa kwa Murang'a na hivi kusema kuhusiana na masuala hayo, wende kawa wana imani na kufahimu IEBC. Tueleze labda mambo hivi ambayo lazima ifanyike katika tume hii ili waweze kuwa na imani iliyokuwepo hapo awali kuweza kuendesha uchaguzi wao kama tunavyofanya. Hebu tukusie alafu tueleze jina lako kama mkazi wa Murang'a. Asante sana kwa jina, naitwa Joshua. Mimi ni mkazi hapa Murang'a. Na mtazamaji, mtatuia radhi kwa utata wa sauti hapo katika taarifa yake Alfred Maina, lakini hakuna kilichoenda tata wala sege mnege. Moja kwa moja sasa tunaelekea katika kaunti 001, kaunti ya Mombasa. Tutarejea kwake Alfred Maina atakapokuwa tayari kabisa. Naam, Bwana Boniface Musangi, tueleze wakazi wa Mombasa wanasema nini kuhusiana na mada hii ya usukaji upya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, na je, wana imani na tume ya IEBC? Naam, shukrani sana basi katika kaunti ya Mombasa na huko studio mwenzangu Kitu. Mimi niko shwari kabisa kutoka kaunti ya Mombasa, na hapa nilipo na wakazi tu ambao tuko tayari kuweza kuzungumzia swala hili basi la hii tume mpya uchaguzi humu nchini. Je, wana maoni gani na tume hii mpya ambayo imeweza kuundwa humu nchini, na je wako na imani ya kwamba itaweza kutekeleza uchaguzi wa huru na wa haki? Yote haya yanakuja baada ya mahakama kuweza kupiga breki hawa makamishna. Basi ule msasa ambao ulikuwa unatekelezwa pale katika bunge umeweza kusitishwa, na hivyo basi kuweza kuacha wananchi na subira tu kuweza kujua hali itakuwa vipi, na pia vile basi kuweza kupatikana kwa huyu mwenyekiti mpya ambaye si mwingine bali ni Erastus Ethekon kuliweza kuja na msisimuko wa aina yake, kwa sababu wengi basi waliweza kuona yale majina mawili ikiwemo yule Nyachai pale, na pia vile aliyekuwa yule msajili mkuu wa idara ya mahakama pia vile akiwa pale, na yote 9 basi yaliweza kuwekwa kando na mmoja akapatikana. Lakini wananchi hawa wataweza kutoa kauli yao ni vipi wao wenyewe wanazungumzia iwapo tume hii mpya ya IEBC wapo na imani nayo, na pengine unaona huenda ikatenda haki wakati wa uchaguzi. Hujambo, unaitwa nani? Naitwa Frederick Wamalwa. Kulingana na hii mada ambayo iko mezani, maoni yangu ni kwamba mimi sina yani wacha niseme hivi, katika wale makamishona 7 ambao majina yao yanapelekwa katika parliament, mimi kulingana na mimi sioni kama wanastahili. Kwa sababu gani? Njia ambayo imetumika kuwasajili ni njia mbovu. Kwa sababu gani? Hawa ambao wamechaguliwa wamekuja na ule msukumo wa kitu inaitwa broad based, ambapo tulikuwa na NADCO report. NADCO report ilikuwa ni report ambayo ilitengenezwa na chama cha ODM ambao walilazimisha UDA waingie pale. So utapata huku mbele sasa hivi wamekuja pamoja, inamaanisha wale makomishona wakiingizwa pale ni makomishona wa party moja. Jambo la pili, katika mimi najiuliza swali, hakuna mtu ambaye ni disability katika hiyo group. Hakuna mtu ambaye ni youth. Tunaona tu ni wale political wenye walikuwa katika siasa huko nyuma. Tunaona Anna Nderitu ambaye tumemuona alikuwa amepewa kazi huku, ndio huyo ameletwa. Erastus tunaona mali ametoka. So utapata ya kwamba sisi wa Kenya hatuna imani nao. Tunataka sheria ifuatwe, na sheria itafuatwa vipi? Kuna hii article 10 ambayo inapeana equity. Article 10 inaongelea mambo ya integrity. Sasa hivi venye tunawaangalia hawa, tumeambiwa tu ya kwamba hawa wamechaguliwa, tumehesabiwa madigrii zao, lakini integrity yao hawajatuambia. Wangetupatia marks, watuambie fulani amepata hii marks na hii marks, ndio tuelewe. Ukifuatilia vizuri unapata ya kwamba kuna list ya watu 6 ambao walitoka msituni wakaletwa, na ikapatikana mmoja Hassan akaingizwa pale ndani. Aliingizwa kwa sababu gani? Na interview ilikuwa haijaisha. Katika sheria za interview ni kwamba kama kuna kitu ulikuwa unatafuta, huwa una exhaust wale wenye uko nao, alafu katika ripoti yako utasema tulikuwa tunatafuta mtu wa aina fulani, hatukumpata, ndio tukarudi kule nyuma kutafuta wale wengine. Hao wameletwa tu. So inamaanisha kuna njama fiche
ambayo sisi wa Kenya hatujui, ambayo inapangwa na serikali, na hiyo tunakataa. Tunakataa kabisa, warudi kwa drawing board. Nashukuru mahakama ya Kenya ambayo huwa inatuonyesha line, warudi wafuate sheria. We just want the law to be followed to the letter. Mzee wangu songa tu hapa, tuambie maoni yako. Njoo tu mzee wangu kifupi, niambie maoni yako ni yapi kuhusiana swala zima hili la hii tume mpya ya uchaguzi humu nchini. Unaona pengine huenda ikatekeleza uchaguzi wa huru na haki? Asante sana. Kwa majina wananiita Leni Oguna. Mimi nikiongea kuhusu hii maneno ya IEBC. IEBC imechelewa sana kuwekwa, manake ingekuwa imewekwa kama juzi. Leo hii penye tuko na by election nyingi zenye zinastahili zifanywe kwa eneo kadhaa zenye hazijafanywa. Watu wamekufa, wengine wamepewa kazi fulani fulani. Na hiyo kazi inaweza kufanywa iwapo IEBC itakuwa imewekwa in place. Na watu wale wenye wamekuja pale kutafuta hiyo kazi, mimi ningependa wenye nilikuwa nadhani wanaweza kuja kutafuta hiyo kazi ni mtu kama Maraga. Ndio kidogo tulikuwa tunatamani atafute kazi kama hiyo, mtu kama Maraga, lakini amekanyaga hajaenda kutafuta hiyo kazi. Sasa wale wenye wamejitokeza kutafuta hiyo kazi, mimi naona Wakenya wengine wasilalamike, manake wao pia wako na nafasi wa kuenda kutafuta hiyo kazi. Kwa mwenye hajaenda kutafuta hiyo kazi, asilie ya kwamba mtu wake hajawekwa pale. Hii maneno ni ya Wakenya, si maneno ya relative ama nini. Ndio lazima awe relative wako ndio afanye ile kazi. Sisi Kenya tunataka is free and fair election, ndio tunataka. Mwenye angekuwa ako mzima saizi na tungekataa siende pale, ni Chebukati peke yake, tuseme Mungu amlaze pema peponi. Lakini kaka, tusonga hapa mbele kabla niweze kumrushia mwenzangu katika kaunti ya Kisumu kule Guma. Unayapi kuhusiana na tume hii wewe? Unaona pengine itatenda haki katika uchaguzi wa mwaka 2027, na pia vile vile unaona pengine by elections zilikuwa by elections zilikuwa ziweze kufanyika humu nchini kwa sasa, tume hii endapo haitakamilika huenda zikachelewa kufanyika. Una maoni gani kuhusu swala hilo? Binafsi ningependa wale watu wamepeleka kesi mahakamani kwamba tume hii isipigwe msasa na wasiapishwe, waiondoe. Jambo la pili kusema kwamba lazima kuwe na regional representation. Ukianza kusema kwamba hawa maafisa wa tume ya IEBC wachaguliwe kulingana na regional balance, hiyo ni sawa na kusema unaangalia swala la ukabila. Kitu ambacho mimi nataka ni kwamba wawe na maadili. Kwa sababu ukiangalia kuna mtu anaitwa Kivuitu, alikuja ofisini wakasema ndiye mzuri, lakini mwisho wa kuondoka kwake ikawa balaa. Akaja Isaka Hassan akaondoka kukawa na balaa. Akaja Chebukati akaondoka kuwa na balaa. Na vile ninavyoona 2027 kuna baadhi ya watu hawatakuwa kwenye ballot. Na kwa sababu watu hao hawatakuwa kwenye ballot, hiyo elections itakuwa free and fair. Jamani, hao watu waapishwe, kama sio leo waapishwe kesho. Hatutaki mambo ya kesi, hatutaki, na ikipelekwa bungeni wapitishwe haraka haraka. Kuna nafasi hazina MCS, kuna nafasi hazina wabunge, kuna nafasi ya magavana. Tunataka tufanye by elections. Tunangoja nini? Na uchaguzi ni after next year. Unajua wengine wanasema 2027 ni mbali, ni after next year tunaenda kwenye uchaguzi. Hii tume iapishwe haraka sana, na kama mnatafuta malaika Kenya hii hamtapata. Kila mtu ambaye ataingia pale kuna watu watasema huyu anakadaa na kadaa. Tunataka tu yule ambaye ataapishwa awe na maadili. Mimi sioni hata kama itakuwa ni shida watu wote ambao watachaguliwa pale watoke jamii moja. Hatujafanya biashara hapa Mombasa uende katika biashara ya mtu, ni biashara ya familia, lakini ukienda kufanya pale huduma unahudumiwa kana kwamba hapo ndio representation ya Kenya. Kitu tunataka ni maadili. Hatutaki mambo ya regional, atukue na gender balance, kwani wakati wa gender hatukuwa na Chereras ambayo ilikuwa ni magender ikituletea noma. Chebukati alikuwa part of that gender. Wale ambao wamechaguliwa ilikuwa riski yao, na tukitafuta malaika Kenya hatupati. Ni sisi tu watu tu ambao tuko hapa. Kaka, kabla nirushe studio kwa sababu nasubiri mwelekezi kutoka studio, kabla niweze kumpatia mwenzangu aliyeko katika kaunti ya Kisumu, wewe kama kijana unayapi kuhusiana tume hii, unaizungumzia vipi? Kwa majina bwana mdogo kama dawa, maoni yangu ni machache tu, ni kusema watakachofanya wale ambao watachaguliwa waendelee kuchaguliwa, lakini atakayepewa hiyo fursa 2027 asicheze michezo yote, maana tushajua kuwa 2027 haitakuwa rahisi.
akuwe achagulie mtu ambaye ana maadili ambayo amesimama, kwa sababu taifa nzima itakuwa ikimtegemea yeye. Tayari washachaguliwa, mbona unasema wachaguliwe tayari hawa walioko, na waonaje wewe? Mimi naona wapitishwe tu tuendelee ngoma, lakini 2027 yote tu atakayechaguliwa, lakini 2027 apeane haki. Asante sana. Ni muda tu ambao hatuko nao hapa, lakini najua ni wengi mngependa kuongea. Umekaa nyuma sana. Neno moja kabla tujaanza, tafadhali, hatuna muda. Ni asante. Kwa majina yangu naitwa Domis Mwete. Mimi kuhusiana na IBC commissioner ambao wamechaguliwa, kwanza ningesema hivi. Ule Mkenya amepeleka kesi kotini, tafadhali toa hiyo kesi kotini. Wakenya tunachelewa kuhusu wale wambunge, maeneo yana wambunge na MCA. Kitu ya pili, mimi nasema hivyo ndugu zangu, wale wana wasiwasi, wale wamechaguliwa pale wende wakapendelea Rais William Ruto. Kusema kweli, wa Kenya, Ruto ni one term president. Msiogope, Ruto mwenyewe hana kura. Kwa hivyo kuna wasiwasi ataiba kura, sikia zimetoka wapi. Ruto ni one term president, wala MIBC waapishwe mara moja na waandae election mara moja. Watu sipeleleza tafadhali. Mara moja waandae election. Hizo ni kauli za wakazi kutoka kaunti ya Mombasa na si kauli za runinga ya K24. Lakini tisa basi ni mojawapo tu ya hisia kutoka kwa wakazi hawa hapa, wakiweza kutoa hisia zao kuhusiana na tume hii mpya ya uchaguzi humu nchini. Basi wakiweza, wengine wamesema basi tume hii basi iweze kupewa muda kuweza kutekeleza wajibu wake, na wengine wanasema ivunjiliwe mbali, kwani haijaweza kusimamia haki, haitaweza kusimamia uchaguzi humu nchini wa huru na haki. Kutoka kaunti ya Mombasa moja kwa moja naweza kurusha matangazo haya hadi kaunti ya Kisumu kwa mwenzangu Guma. Sijui kama Guma ananipata vizuri huko Kisumu, wanasemaje wakazi huko? Na mwenzangu, nipo katika kaunti ya Murang'a ambako hii leo nipo katika mitaa hii kuweza kusikia hisia za wakazi kuhusiana na hisia zao. Watueleze wende ikawa wana imani kiasi gani kwa tume hii ya IBC. Watueleze pia wanaonelea kwamba nini ambacho tume hii inafaa ifanye ili kuweza kuweza kuchukua ile ambayo ni trust ambayo Wakenya wameweza kuwa kiwapatia siku za hapo awali. Tuweza kusikia pia kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Murang'a wana maoni yapi kuhusiana na tume hii nzima. Tunaangazia kwamba kuna maeneo ambayo hawana wakilishi wadi, huku wengine pia akiwa hayana wabunge. Tunaweza kupata maoni yao karibu tu hapo. Tugusie jina lako kama mkazi wa Murang'a, unayepi kuhusiana na masuala nzima la tume mpya ya IBC? Asante sana. Kwa jina naitwa Joshua Mwangi na mimi ni mkaaji hapa Murang'a, na maoni yangu ni ya kwamba Wakenya wako na imani ya kwamba IBC iko na uwezo wa kufanya uchaguzi ambao ni wa haki na ukweli. Bora tu wazingatie ile mikakati ambayo imewekwa kwa hii katiba ambayo tulijipatia mwaka wa 2010. Ingine ni ya kwamba wale makomishona ambao wanaendelea na hiyo mikakati ndio waweze kuingia kwa ofisi, wanafanya kwamba wafuge masikio kwa wale wanasiasa na ile siasa ambayo iko, kwa sababu ni ya kwamba siasa lazima ikuwe, huu ni mchezo wa siasa. Inafaa wafuge masikio, wao watekeleze ambayo iko katika katiba. Kazi yao ni rahisi sana, ni ya kuhesabu kura. Na ile by elections ambazo zinakuja, kwa sababu kunazo maeneo ambayo hayana wakilishi bunge, wakilishi wodi, inawapatia wakati mwafaka wa kuonyesha kwamba na kurudisha ile imani ama trust ambayo Wakenya wanahitaji tukielekea mwaka wa 2027. Kwa hivyo wako na nafasi mwafaka wakati wataonyesha ya kwamba wanaweza kufanya uchaguzi wa huru na wa haki katika hizi by elections, na ya kwamba nao Wakenya wajue ya kwamba tuko na chini ya katiba mpya. Sio wakati ule wa zamani ambapo ulikuwa unapiga kura, hizo kura zinabebwa kutoka kwa polling station inaenda kuhesabiwa mahali kwingine, na kwa katika hiyo kutransport hizo kura kunakuwa na ukora. Sasa hii kulingana na hata ile judgment Supreme Court ni ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa polling center. Ile inafanyika huko juu ni only tallying zile votes ambazo zimeweza kuwekwa kupigwa pale kwa polling center. Kwa hivyo ni mujibu wa Kenya tujitokeze wakati huo ikifika, wewe piga kura yako na ukuwe na imani ya kwamba hiyo kura ambayo umepiga, kwa sababu inahesabiwa hapo pahali ambapo umepigia hiyo kura, ile inafanyika huko Nairobi ni kujumuisha tu zile kura ambazo tumepiga kama Wakenya. Mbona labda wewe, je, una imani na tume hii mpya ya IBC? Nina imani kwa sababu hakuna Mkenya ambao tutatoa huko nje, ama hatuwezi kuwa, ukitafuta Mkenya mwenye hana political affiliation either ya saa hii ama ya hapo beleni utakosa. Kwa sababu hata kama ni mimi wanipatia kama mwenyekiti 2022 kuna ule mlego nilikuwa nasabikia. Kwa hivyo tukiangalia huyu mtu ametoka wapi, maeneo gani, kura amekuwa akipiga namna gani, amefanya kazi wapi, ile kitu iko ni kwamba wakati umeingia umekuwa commissioner. Kwa sababu hiyo kazi alikuwa anafanya hapo beleni hakuwa commissioner. Akikula kiapo ya kwamba amekuwa commissioner, atekeleze kazi ambayo ni ya kuwa commissioner na trust ile ambayo ni ya Wakenya. Sababu hatuwezi tafuta mtu kutoka nje.
Hakuna Mkenya ambaye hana mlengo na hakuna Mkenya ambaye hajatoka maeneo fulani. Ukiweka Mwangi hapo ametoka Mount Kenya, ukiweka Onyango ametoka kule Nyanza. Kwa hivyo ni kwamba wale ambao wameweza kupatikana tuwapatie nafasi watekeleze nao kwa mioyo yao na kwa nia zao, waonyeshe kwa vitendo ya kwamba wako na hiyo will ya kutupatia election ambayo itakuwa ya amani na ya haki. Wapatie ile kura ya mwananchi, waipatie heshima. Yeah. Shukrani sana. Asante sana. Sisi pia mwenzako ali hapa karibia tu hapa. Kama mkazi wa Murang'a, tugusie labda unaendelea vipi masuala haya IBC na pia vile vile je, una imani na tume hii? Okay, kwa majina naitwa Magoshi Moradhi, mkaaji wa hii kaunti ya Murang'a, na hisia zangu ni kwamba kama IBC inaweza pewa hiyo chance, sisi kama wananchi tunajua inakuanga independent, but according to the previous events IBC haijakuwa independent. Kama saa hii watu wengi sana wako na hisia kwamba president saa hii mwenye na commissioner mwenye atakuwa chair wa IBC, maybe kuna hisia kwamba ametoka kwa mlengo ya president ama mrengo ingine ya baba. Sasa unaona kuna watu wenye wanafikiria maybe kwa uchaguzi ya 2027 ni kama watakuwa wametengwa ki line fulani, lakini hisia zangu ni kwamba kama IBC inaweza pewa hiyo chance ya kukua independent kama vyenye inafaa, isikue imesimamia mrengo yoyote. Juu sasa hatuwezi toa watu nje ndio sasa ikue ati ndio iko independent, lakini wao wenyewe wakuwe independent. Isirudie kama hii mazishi tuliona ya our previous chairman, ikisemekana ati ni kama Wakenya wanafurahia mazishi ya mtu ati juu amekufa, ni kama hawakutosheka na election iliyopita. Wale commissioners wanachaguliwa sahi wanafaa wasome na wenye walikuwa, waone venye kulienda na wajue wao ni wa Kenya, si ati wametolewa nje. Wafanye ile kazi inafaa kufanyiwa na commissioners wa IBC na ikuwe independent. Jina yangu ni hiyo jina independent, waweke ikuwe independent kabisa. Hebu tuambie labda ni kitu gani ambayo tume hii inafaa ifanye ili kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuchukua ile imani ambayo Wakenya wamekuwa nayo katika tume zilizokuwa hapo awali? Kusema ukweli, Wakenya hawajakuwa na imani na IBC. Na niyo jina tu hawatumii. Kama kitu ni independent, wacha wao wenyewe wakuwe independent. Wasifuate venye president anasema ama opposition ama nani. Ikifika ni kwa election, wacha kura yangu mimi kama Mkenya wa kawaida, mimi mkaaji wa Murang'a, wacha kura yangu isimamie haki yangu. Kutoka ile wakati nimeiweka kwa box, ni hiyo independent electoral commission ijue kura yangu imefika. Kama nimevutia candidate fulani, ikue hiyo ndio final, isiende kupikwa ama nini. Ama kama ni pale mwisho tunaendanga tunasikia ni kama watu wanaona kama mwenye ametangazwa huko juu si mwenyewe, wao wasome sahi. Na kitu najua ya ukweli ni kwamba Wakenya wanajitokeza, wanapiga kula. Lakini kutoka hapo, hii commission iko independent. That is our question. Lakini kama wao wenyewe wanaweza tuonyesha na wao ni wa Kenya, hii Kenya ikichomeka, tunachoma Kenya, itachomeka ya kila mtu. Kwa hivyo wao wajue hii Kenya ni yetu na tunaweza waombea sana. Wakuwe wao ndio wa kwanza kuifanya hiyo commission ikuwe independent kama inasemekananga ni independent. Wacha wao saa hii wenye wanachaguliwa wasisikize mtu, wasisikize president ama wasikize opposition. Wacha wao wafanye kazi yao. Kama mtu ameshindwa, ameshindwa. Hata kama ni kura moja, ameshindwa. Shukrani sana. Naweza kusikia kwamba hizo tu ni baadhi za hisia za wakazi wa kaunti ya Murang'a kuhusiana na tume hii IBC. Nimeweza kusema kwamba wangependelea iwapo tume hii ingeweza kufanya mambo ambayo inafaa kufanywa kwa njia iliyo bora zaidi ili kuweza kuvunja rekodi ya hapo awali. Tukiwa ni hisia za wakazi wa kaunti ya Murang'a. Kutoka hapa tuelekee moja kwa moja hadi kaunti ya Kisumu ambako mwenzangu Guma yuko tayari kuweza kusikia hisia za wakazi wa maeneo hayo ni yapi. Kwako Guma. Okay, shukran sana. Hapa katika kaunti ya Kisumu pia tunaendelea kufuatilia tu mjadala wa leo kuchukua hisia za wakazi kutoka kaunti ya Kisumu kuhusiana na swala la leo kuu ya kujua kama wana imani kuhusu IBC ama tume ya IBC kama itaandaa kura ya uhuru na ile ya haki kwa Kenya ikifikapo
mwaka wa 2027. Wacha tusikie tu wakazi wa Kisumu wanasema nini kuhusiana na jambo hili. Utaanza na majina hapa. Niko na mwenyekiti wa bunge la wananchi katika kaunti hii ya Kisumu. Atuelezee tu yeye ana maoni gani kuhusiana na uhuru ama utendakazi wa IEBC kuhusiana na uhuru na haki wa kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2027 itakuwa. Mimi ni Ali Semira, mwenyekiti bunge la wananchi Kisumu Central Square. Maoni yangu kuhusu uchaguzi ama wale walichaguliwa kwa IEBC, naona kama mambo yote vile iliwekwa na NADCO walifuata. Mpaka NADCO ikaleta wenye wanastahili kutangaza wazi ya viti. Na wakatangaza na ikapigwa kwa Kenya Gazette. Wenye walikuwa nataka wakaweka wakatuma maombi walikuwa 100 na. Alafu mwishowe shortlisting ikafanywa, ikapatikana wenye walistahili kuwa kwa interview. Walikuwa kwa interview mpaka wakabaki watu kadhaa, alafu watu wawili ndio walikuwa na stahili kupelekwa kwa rais. Angalau rais achague mtu mmoja. Ndio alafu hivi ndio ilifanywa. Alafu senye imebaki saa hii, imani tuko nao kwa maana wale waliwachagua mpaka wakafika hapo walikuwa na imani. Walikuwa na qualifications za kutosha. Sasa tuko na imani vile walipigwa msaha wakapatikana hao ndio wametosha, hata sisi tunawaunga mkono kwa utosha wao. Sasa tulikuwa tunaomba tu waende na lengo la vitu vifanyike kwa huru, kwa haki. Na ifuatilie hivyo, Wakenya wako very wako mara sana. Na wanajua uchaguzi ikifanyika vibaya, wanajua Wakenya wenyewe. Na mtaona wana react uchaguzi imefanywa vibaya. Na hiyo uchaguzi yenye wamereact imefanywa vibaya haitaendelea. Itafika wakati wao wenyewe pia imewashinda. Sasa Wakenya wakiamua ni nzuri vile waliamua 2002 uchaguzi ilifanyika sawa, hakuna mwenye alireact. Hakuna mwenye nini. Na hiyo serikali ikaenda tu Na mtazamaji, hizo ni hisia mseto kutoka kwa Wakenya katika maeneo tofauti. Umewasikia wakazi wa Mombasa hapo wakielezea hisia zao kuhusiana na usukaji upya wa tume huru ya uchaguzi wa mipaka IEBC. Umewasikia wakazi wa Murang'a pamoja sasa na wakazi wa Kisumu ambao wamekuwa wakizungumza hapo na mwanahabari wetu Joseph Guma, japo kumekuwa na utata wa sauti katika taarifa yake, lakini hakuna kilichoenda tete wala segemnege. Tunaendelea kujipanga ili kupata maoni mbalimbali kutoka kwa Wakenya kutoka maeneo tofauti. Namuona Mumbi wa Mbugu kutoka kaunti ya Nakuru anajiandaa ili ya kuelezea wakazi wa Nakuru wanasema nini kuhusiana na hili la usukaji upya wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Gumzo kubwa hili kwani tayari shughuli muhimu ya waliopendekezwa kuchukua nafasi muhimu katika tume ya IEBC ilipigwa breki mahakamani kufuatia kesi ambayo iliwasilishwa mahakamani na Kevin Omondi na Boniface Mwangi kupinga zoezi hilo, wakisema kwamba walioteuliwa hawafai na hawana maadili ambayo yanaonesha uadilifu katika kazi ambayo wamechaguliwa ama wameteuliwa kuifanya. Mengi tu yanaendelea, lakini ni breki ya muda tu, kwani hadi tarehe 29 hivi uamuzi utatolewa, uamuzi muhimu kabisa kuhusiana na je, usukaji huu uendelee ama hali itakuwa vipi. Lakini kwa sasa tuelekee katika kaunti ya Nakuru, tuungane na mwanahabari wetu Mumbi wa Mbugu atueleze wakazi wanasema nini kuhusiana na IEBC kuwa katika mizani. Alikuwa anakusalimia. Hello. Gani? Hewani. Sijamuona. Sasa
My head is not a lot. Naam, kama unavyoona hapo Mwembe wa Mbugu anaendelea kujitayarisha, japo inaonekana kuna utata, hajaelewana na mwelekezi, lakini hakuna kilichoenda tete wala segemnege. Unatazama mdahalo wa wananchi, yani the people dialogue, mazungumzo muhimu na maalum kabisa kuhusiana na usukaji upya wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Je, una imani na IEBC kuendesha uchaguzi huru na wa haki? Je, una imani na IEBC kuendesha uchaguzi huru na wa haki? Zungumza nasi katika mitandao yetu ya kijamii kote kule Facebook, X, wanasema Twitter, na vile vile Instagram unatupata at K24 TV na vile vile Kameme TV. Mazungumzo haya mtazamaji yako mbashara kabisa, tukikusanya maoni ya Wakenya, kisha baadaye mazungumzo yataanza hapa studioni, pamoja na kuungana na mwanahabari wetu Majibu Kitsao atakayefanya kikao katikati mwa jiji la Nairobi akizungumza na Wakenya mbalimbali kuhusiana na mada hii. Lakini kwa sasa nafahamishwa kwamba Mwembe wa Mbugu yuko tayari kabisa kutueleza wakazi huko Nakuru wanasema nini. Naam, tazama, ndio hali hiyo, lakini kwa sasa nafahamisha kwamba Timothy Sima kutoka kaunti ya Uasin Gishu yumo jijini Eldoret, anatagusana na wakazi huko kuhusiana na mada hii ya usukaji upya wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Timothy Sima, iwapo uko tayari kabisa kutueleza wakazi wanazungumziaje mada hii, basi utatueleza, lakini kwa sasa nafahamisha kwamba anajiandaa na baada ya dakika chache basi atakuwa anatueleza nini kinaendelea huko Eldoret. Semi za wakazi ni zipi kuhusiana na IEBC kuwa katika mizani? Kumbuka tunazungumzia kuhusu takriban miaka miwili hivi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tayari zoezi hile muhimu kabisa la uainishaji wa mipaka halitawezekana kulingana na sheria, kwani tume hiyo hadi kufikia sasa haijakamilika kutokana na kile ambacho kinasemekana ni makamishna kutokuwepo na vile vile nafasi ya mwenyekiti kutojazwa. Lakini tayari majina 6 yalipendekezwa na Rais William Ruto kuchukua nafasi muhimu za makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, pamoja na jina moja kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa tume hiyo. Tunazungumzia kuhusu Erastus Edung Ethekon. Lakini kwa sasa tuelekee huko jijini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Timothy Sima anafahamishwa kwamba sasa hali iko shwari kabisa. Tueleze wakazi wanasema nini kuhusiana na mada hii. Naam, Daniel Kitu, kama ulivyosema ni kwamba mjadala wa kitaifa, swala kuu tunalozungumzia kwa sasa kama taifa ni kubuni kwa Tume ya Uchaguzi na Mipaka hapa nchini IEBC, mchakato ambao umeelekea katika sehemu za mwisho, lakini tunajua kwamba yapo mengi ya kuzungumzwa, ikizingatiwa kwamba ipo kesi iliyoko mahakamani kuhusiana na namna mchakato huu ulivyoendeshwa. Lakini hapa kubwa zaidi tungependa kuzungumza na wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu jijini Eldoret, watuelezee hisia zao. Wamefuatilia mchakato mzima, namna tume hii ilivyoundwa na hata majina kutangazwa na Rais William Ruto. Kwa hivyo semi zao ni zipi kuhusiana na hili? Na hatuna muda, ni dakika moja tu unamaliza, tunampa mtu mwingine nafasi. Ulivyoangalia zoezi lilivyotengenezwa ama lilivyoendeshwa, majina yakatajwa, una imani kwamba namna ilivyofanywa ilikuwa sawa na waliochaguliwa wana uwezo wa kuendesha uchaguzi wa mwaka 2027 kwa njia inayofaa? Utaanza kwa kwa majina naitwa Henry Moshin kutoka Uasin Gishu County. Sisi kama wakaaji wa hapa, vile IEBC ilivyoundwa, sisi tumefurahia, na hiyo IEBC tunataka iende hivyo, na hakuna siku watu wengine watasema ati hawakufanywa mzuri. Hiyo watu walipitia maneno yote na walipita mzuri sana. Hata sisi kama sisi wakaaji wa hapa tulifurahia kama minorities wa Kenya wameshapata hiyo kikete. Haijawahi kupatiwa minorities siku nyingine, na sisi tunaunga mkono minorities. Mwenye alipatiwa kutoka huko Lodwar tunamuunga 100% hapa kama wakaaji wa Uasin Gishu, na muachie IEBC wakuja watengeneze maneno yao na waweze kutufanyia by elections. Kuna by election mingi sana zimeweza kukaa bila kufanywa, na tunataka hiyo tume ikuje ifanye hiyo maneno haraka sana iwezekanavyo. Asante sana. Kwa ufupi lakini. Kwa majina naitwa Kairo. Mimi ni mwenyeji wa hapa Uasin Gishu miaka yote.
Mimi ile kitu mimi nimesema ni ya kwamba ile kitu yote inafanywa inatumia pesa nyingi sana za mwananchi. Ile kitu imepitishwa kama ABC, tuache mambo ya kuweka siasa kwa kila kitu. Sababu hii mambo ya ABC imepita na imekubaliwa. Kwa hivyo sisi tuendelee na mambo ingine yenye natuhusu. Una imani na waliochaguliwa? Niko na imani sababu walipitia kama huyo mtu wa kutoka Lodwar. Tujoi sikia mtu ametoka upande hiyo akikuwa kwa kiti kama hiyo. Sisi tuna imani na kitu yenye imepitishwa na IBC iko sawa. Asante sana mzee Kairo, labda tumpe mwingine fursa hii aweze kutuelezea hisia zake. Asante sana bwana Simu, anaitwa Juri Mokelo. Ni jambo la muhimu ya kwamba tujue ya kwamba kila mtu ako na haki ya kuhold any position in Kenya. Kwa hivyo wale ambao walishadhibitishwa na wakapitishwa na tume lile ambalo lilikuwa linafanya ile kazi ambao walikuwa wamepewa, tayari wamemaliza kazi yao. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba wale ambao wanachukua wanapeleka maneno kotini waachane na haya maneno, kwa sababu kuna constituencies mingi ambazo hazina wabunge ambao wanatakana wafanye wabunge. Kuna wards ambao pia hawana wakilishi wao. Kwa hivyo ni muhimu ya kwamba wale ambao kuisha kuchaguliwa wapewe nafasi ya kutumikia Wakenya. Mimi nimeridhika, ijapokuwa nilikuwa naamini ya kwamba nilikuwa nafikiria kwamba rais pia angeweza kupeana nafasi hii kwa wanawake, pia tuone uongozi wa wanawake kwa wakati huu, lakini kwa sababu pia wajapewa uongozi, wajapewa nafasi, kuna wakati mwingine na tuhakikishe ya kwamba wale ambao wameshapewa nafasi ya kuongoza tuwapatie nafasi ya uongozi. Asante sana. Nina dakika mbili, kwa nusu ya dakika tu tuelezee hisia zako ni zipi? Kwa majina ni Jeremiah Kibet Sawe from Uasin Gishu County. Chairman ya IBC, sisi tumekubali, sisi tukiwa watu wa Uasin Gishu County, na tunamuunga wale ambaye kamiti walichagua hiyo commissioner ya IBC. All process walipitia na sisi wenyewe tulifuata mzuri, walifanya haki. So wale ambaye waliweka kotini chairman ya IBC watoe hiyo kesi, kwa sababu sisi hapa Uasin Gishu tunangoja by election hapa Tembelio, tunangoja by election huko Elgeyo Marakwet na huko Nandi na Baringo huko. So sisi tukiwa Uasin Gishu hatuna maneno yoyote, huyo mtu atoe hiyo kesi mara moja. Asante. Asante sana. Kitu ndo hisia za wenyeji kutoka kaunti ya Uasin Gishu wakizungumzia masuala tu ya kubuni tume mpya ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Unaona kuna wengine bado walikuwa wanataka kutoa hisia zao, lakini kwa sababu ya muda wataniruhusu niweze kumpa mikoba hii mwenzangu Mumbi wa Mbugu akiwa katika kaunti ya Nakuru ili aweze kutuletea yale walionayo kusema wakazi wa kaunti hiyo. Mumbi. Shukran sana Simwa, kwa kweli hapa kaunti ya Nakuru kama ambavyo unaona nyuma yangu, wakazi wako wange tu kutoa maoni yao kuhusiana na swala nzima tu, na swali la leo hapa kaunti ya Nakuru tu ni kujaribu kung'amua hofu ya wakazi kuhusiana tu na uchaguzi wa 2027, na bila kupoteza wakati moja kwa moja wacha tuweze kuungana nao. Karibu sana kwenye runinga ya K24. Utarudi nyuma tu tueleze jina lako, na uchaguzi unazidi kukaribia. Wewe kama mkazi wa hapa kaunti ya Nakuru, una hofu gani kuhusiana na uchaguzi nzima? Asante sana Bimombi. Majina ni Assumpta Wagoi wa Muiruri. Mimi ni mkaaji wa hapa Nakuru County na vile vile mimi ni kiongozi. Mimi sina hofu Mumbi na uchaguzi wa 2027. Kwa sababu sisi ndio tulisema tunataka a credible IEBC in place ili tuweze kutekeleza mambo ambayo tunaona hayako sawa, na tuweze kuweka in place viongozi kwa mapengo yale yako. Niseme ya kwamba kwa nini sina hofu? It's because kama president ameweka IEBC na vile wa Kenya tulisema tunataka a credible IEBC, I want to believe it shall be a credible IEBC, na hiyo ndio itaamua, na hiyo ndio tegemeo la Wakenya. And although ninataka kusema ya kwamba Wakenya, mimi nataka kuwaambia tutokee sisi wote katika uchaguzi wa 2027, kwa sababu mtu akishindwa na difference ya like 1,000,000 votes, there is no way anaweza iba hiyo uchaguzi, na ile huwa inatupatia hofu ni kama uchaguzi utaibiwa. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba one, I'm believing that hakutakuwa na wizi katika uchaguzi wa 2027.
Number 2, ninataka kuambia Wakenya wale hawana kura, chukueni kura. Wale hampigagi kura siku hiyo mpaka watoto wetu watumulikie na tochi tukienda katika polling stations, because tutapiga kura sisi sote ili tuhakikishe maisha yenye tumefinyiliwa na hii regime tutawatoa asubuhi na mapema, na hawatakuwa na nafasi ya kujitetea kwa sababu tutawapea margin kubwa. If not 1 million, then 2 million difference. Umeshindwa na 2 million, there is no way unaweza kucheza hiyo karongorongo kwa hiyo uchaguzi. Kwa hivyo sina hofu kwa sababu ground tusha hit. Na tunasikiza ground inasema one term. Shukran sana. Kumbuka kwamba vijana wa Gen Z wamekuwa kwenye mstari wa mbele kuisuta serikali tu kuongoza kwa njia ambayo inafaa, na ningependa tuweze kuungana na kijana hapa kaunti ya Nakuru ili aweze kutueleza tu hisia zake. Tutueleza jina lako na songa tu nyuma kidogo. Tueleze jina lako, uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia. Hofu yako ni ipi kama kijana na haswa kijana wa Gen Z? Time ya having election, tume ya uchaguzi hukuwa kipofu. But wakipewa pesa ya buy election all of a sudden, IEBC. Kwa majina naitwa Brian Silwes, I'm an urban spoken word artist, a human right advocate, and of course a top stylist. From Nakuru, I'm a proud Nax vegan for Avangi. So what I can say is... Kiswahili. So chenye neza sema, the economy might be doing bad. We might be seeing the same old tired faces come 2027. Everything might be bad. Maybe the system may be rigged. But the power is still in our hands. Sasa sisi kama Gen Z, chenye tunafaa tufanye, kitu ya kwanza, register kama mpiga kura. Kitu ya pili, mobilize mayouth wenzako. Kitu ya tatu, vote, and vote beyond 2027. Kwa sababu the power is still in our hands, and it will all depend if we will bring new trees or we will burn the bushes, as Wangari Maathai said. So mi chenye naweza sema, tuko na hiyo power kama vijana. Na hiyo nimekuwa hata nikifanya, nafanya spoken word kwa matatu, just to take the message where it matters the most. Because bad leaders are elected by good citizens who don't vote. So ukiwa hapo home, don't think that you are too good not to participate in governance. Gava ina affect kila msee, unga, mahindi, nini, chumvi, hata hiyo kiberiti unabai ni serikali. So leo unaweza feel like, ni kama Boniface Mwangi alisema, Kenyans tuko 1 bill away from poverty line. So enda uparticipate, piga kura, mobilize, register, and vote for good leaders. Ndio kila siku tusikue tunaongea mambo ya viongozi wabaya na tusikue tunaenda kwa street. No one want to go to the street. We want to go to the street to celebrate our liberation for this country. Because time you're having a serious convo, debate ni ya nani international, nani local. But kwa history ya gava niko mstari wa mbele like Avangi logo. Ambia tumechoka. Deal breaker hitaji broker. Shukran. Anaambia the current is the next former. Na mayouth, nimesemaje, register, mobilize, and vote beyond 2027 for Avangi. Shukran. Hizo ni hisia za wakazi wa hapa kaunti ya Nakuru, na kufikia hapo tuelekee kaunti ya Machakos ambapo Electin Odera yuko ange kuzungumza na wananchi. Jina langu ni Mombi Wambogo kutoka hapa kaunti ya Nakuru. Naam, asante sana. Kwa dakika moja tu kwa sababu ya muda niweze kuhusisha wananchi wa Machakos kuhusiana na mjadala huu wa tume ya IEBC, tukiona kwamba mahakama imeweza kusimamisha lile zoezi la kupiga msasa na bunge la kitaifa hadi tarehe 29 mwezi Mei ama mwezi huu ambapo itaweza kutoa uamuzi wake. Asante sana kutenga muda wako, toa kofia ndipo uonekane vizuri. Angalia hapa. Wewe imani yako na hii IEBC ni ipi, tukitarajia kwamba mahakama iweze kutoa uamuzi wake? Mimi nasema kwamba, mimi kwanza wacha niseme kama mkazi wa Machakos, nasema kwamba niko na imani na hii IEBC sababu rais aliteua mkurugenzi mkuu ama chairman kutoka Turkana. So yangu ya kusema ni kwamba koti yarekishe maneno ili tukaweze kupata kurejelea katika shughuli zetu za kawaida za kila siku. So rais angalie maneno.
ili mambo ya IEBC ikikuwa sawa, kila kitu kitakuwa shwari. So mimi niko na imani na hii ya rais. Asante sana. Tukipata maoni yako ukisongea hapa Bingwa, tunauliza hapa ulikuwa anasema hivyo mpiga picha wangu, how true is the process ya hii IEBC ambayo tayari imeweza kuteuliwa na Rais William Ruto? Okay, kulingana na mimi sina imani na IEBC. Kitu cha kwanza alichagua West Pokot things na sina imani na yeye. Tafadhali, kitu cha kwanza naomba tafadhali tu rais jaribu kuangalia pia watu wengine tafadhali, because kitu cha kwanza kuna watu wengine walikufa kama wabunge, kuna MC wenye walikufa. Tafadhali naomba tu tafadhali unazaangalia kulingana na sisi. Sina shida na upande wako, lakini naomba tafadhali tena narudia, because of that one we can compensate to that one. Uangalie tu venye watu wanazaangalia kulingana nayo, because mimi sina imani na wewe. Kitu cha kwanza Rigathi Gachagua ulimtoa kwa hiyo chama na sitaki hiyo maneno mengi, tafadhali naomba. Haya, asante sana. Ameruka hadi kwa Rigathi Gachagua tukizungumzia mjadala mzima wa IEBC. Kwa sababu ya muda narudisha kwako na ripoti kutoka kaunti ya Machakos. Naam, asante sana Election Odera kutoka kaunti hiyo nambari 16, kaunti ya Machakos. Hisia za wakazi hapo kuhusiana na zoezi hili la usukaji upya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, pamoja na imani ya Wakenya kuhusiana na IEBC kuendesha uchaguzi huru na wa haki mwaka 2027. Tunazungumzia kuhusu takriban miaka miwili hivi kabla ya uchaguzi mkuu huo ambao bila shaka kuna hali sasa ya ngoja na hamu kutulizwa, kwani tayari mahakama imepiga breki shughuli muhimu hii ya usaili wa walioteuliwa kujiunga na timu hiyo ya IEBC kutokana na kesi iliyowasilishwa mahakamani na Kevin Omondi na Boniface Mwangi kwamba wale ambao wamependekezwa hawafai. Lakini kwa sasa tuelekee katika kaunti ya Kisumu. Tuungane na mwanahabari wetu Joseph Guma tueleze wakazi huko Kisumu wanasema nini kuhusiana na kuiamini IEBC pamoja na zoezi hili muhimu la usukwaji upya wa IEBC. Shukran sana mwenzangu Kitu. Hapa katika kaunti ya Kisumu tumekuwa na itilafu kidogo, lakini tunaweza endelea kuchukua tu maoni kutoka kwa wakazi kuhusiana na mjadala wetu wa leo. Njoo hapa tulikuwa tukijadili kuhusu kufanya uchaguzi wa huru na haki kwa IEBC ambayo iliteuliwa huku majuzi. Hapa Kisumu imeshuhudia ghasia na pia watu wamekufa kwa sababu wanaandamana kuhusiana na hali ya uchaguzi ambayo ilifanyika hapo awali. Wewe kama mkazi unahakika kuwa kufika mwaka 2027 kutakuwa na mabadiliko? Well, ni matumaini yetu mambo itakubadilika kwa sababu taratibu zote zilifuatwa kwa uchaguzi wa IEBC ya wakati huu enye tafanya uchaguzi 2027. Sasa tuko na imani kwa sababu tumeshuhudia fujo na nini, kwa sababu udanganyifu usafanywa na IEBC, na wao pia wanastahili walemike, wajue mambo yote wao ndio wanaharibu. Machafuko yenye inafuata baada ya uchaguzi ni wao, na wanastahili wajue Kenya iko mkononi mwao wakati na baada ya uchaguzi. Kwa hivyo wanastahili wasilete furugu tena kutoka kwao kwa mikono yao, wawe waangalifu zaidi na wafuate taratibu zote wakati wa uchaguzi, isije kaonekana eti udanganyifu fulani iko. Wawe wangwana, wawe wazalendo na wawe Wakenya vile Wakenya wote wako, kwa sababu IEBC iweza kabeba all tribes. Asante, shukran. Ni kauli tu kutoka kaunti ya Kisumu. Kutoka kaunti ya Kisumu ni hayo tu kwa sasa. Na mtazamaji, kufikia hapo, kwa wale ambao wanatazama Kameme TV na pia kwa wale ambao wanatazama K24, tunachukua mapumziko mafupi, kisha tukirejea utapokea taarifa za habari kwa takriban dakika 15, kisha baadaye ndani ya Kameme TV na K24 TV mazungumzo, mdahalo na nchi, yani the people dialogue, yanaendelea. Mazungumzo takriban saa 5 hewani.
As the sun rises, so do we, as we trust it.